Wewe mama unayenyonyesha, usifanye tena kosa hili, kwani huenda umekuwa ukilifanya mara kwa mara. Yaani unamnyonyesha mtoto, baada ya muda unahisi kwamba mtoto ameshiba, na unapokuwa umemlaza au baada ya muda mfupi unakuta mtoto anatamani tena kunyonya, na ukahisi ya kwamba maziwa yako ni mepesi. Hapana, huenda una maziwa mazuri sana, na huenda maziwa yako ni mazito na yako vizuri kabisa na hayana changamoto yoyote, na wala hata sio mepesi. Ila tu tambua ya kwamba mtoto anavyonyonya ni tofauti na mtu mzima anavyokula. Mtoto kitendo tu cha kukojoa, manake ni kwamba tayari tumboni kwake kuna baki hakuna kitu. Ni lazima tu huyu mtoto atalia na atahitaji kunyonya. Kwa hiyo wala usipaniki ukahisi kwamba maziwa yako ni mepesi. Hapana, jitahidi kumnyonyesha mtoto wako mara kwa mara, hasa pale unapogundua tu kwamba mtoto wako amekojoa. Hivyo basi, nimekuwa nikiwasaidia watoto kupata virutubisho sahihi ambavyo vinawajenga na kuwasaidia katika hatua zao za ukuaji, lakini pia na akina mama ambao wananyonyesha, lakini pia na kwa akina mama ambao ni wajawazito. Kumbuka tu ya kwamba mtoto mwenye afya ni ushindi wa familia. Unapomtunza leo, yeye atakutunza kesho.